Nakumbuka nilivyokufundisha hata toka mtoto mdogo, nilikuwa nakuhusia sana masuala ya mambo ya Mwenyezi Mungu. Ndio baba. Sasa na wewe usije ukayaacha maadili ya Mwenyezi Mungu. Na hata kama huko unakoenda kwa mashoga zako, usije ukafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, kwa sababu kumbuka mwanangu, wewe ndo kila kitu. Mama yako sinaye sasa hivi, ameshaenda mbele za haki. Wewe ndo nimebakia, wewe ndo jicho langu ambaye ninakutegemea mimi, mzazi wako. Kwa hiyo nachokuomba, kama endapo unapoenda kule, kumbuka kumtegemea Mwenyezi Mungu. Usije ukafanya ukakeuka maadili ya Mwenyezi Mungu. Hicho ndo ninachokuhusia mwanangu. Nishakuelewa baba. Hata mimi najielewa. Na kuahidi baba, sitakuangusha. Basi sawa mwanangu. Unaweza ukaenda. Mungu akulinde kwenye safari yako utakoenda. Ramadhan ya Ramadhan, karibu mgeni Ramadhan, mwezi mtukufu Ramadhan, ibada kwa bidii ikhwan, tufanye wingi ihsan. Ramadhan ya Ramadhan, karibu mgeni Ramadhan, mwezi mtukufu Ramadhan, ibada kwa bidii ikhwan, tufanye wingi ihsan. Ramadhan. Raja mwanangu. Na mama. Unakwenda wapi? Nataka niingie maskani hapa. Hebu njoo mara moja mwanangu. Unakwenda wapi saa hizi? Nataka niende pale chini pale mtaani pale. Unakwenda mtaani saa hizi? Ina maana hujafunga mwanangu. Unakwenda maskani saa hizi. Ina maana mwezi mtukufu hujauona huu. Mama mimi nimefunga mama. Umefunga kweli au unasema tu? Yaani mtoto kia nikikwambia uambiliki. Wewe ni umekuwa mtu wa masigara. Makundi ya ovyo mitaani tu. Kwa nini uelekei mwanangu? Huoni kama mwezi mtukufu unatakiwa uachane na mabaya yote? Rudi kwa Mola wako mwanangu. Mbona kila siku uelekei mwanangu? Mimi mama nimekwambia mimi nimefunga bana. Mwanangu, badilika mwanangu. Una leo na kesho. Badilika, kuna maisha ya mbele baadaye. Mungu atujalie tu mwisho mwema kwa kweli. Na kama uelewe nitamwambia baba yako. Baba mwenyewe anajua mimi nimefunga. Umefunga wapi wakati unamwongopea tu baba yako? Kila siku nakuona unakunywa maji hapo. Unaingia unakunywa maji, unafikiri mimi sikuoni. Badilika mwanangu, rudi kwa Mola wako. Mimi mama nimekwambia nimefunga mama. Hivi unielewi mama? Wazo unanichelewesha tu kwenda maskani bana. Nimeshakwambia mama nimeshafunga. Ikiwezekana mwambie basi baba, ikiwezekana umwambie. Haya, asiyefunza na mamaye ufunza na walimwengu. Haya. Watu wanakuja wanatumia maji ovyo ovyo. Hawajui kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wapangaji wangu wote nawaambia kwamba lazima tufunge mwaka huu. Mimi nahangaikia familia yako, mtu anakuja kukuchanganya tu, sikukuharibia swaumu tu. Mimi nakwambia na wengine waambie kabisa, kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani hatutaki masiala. Lazima watu wafunge, sio watu onyeshe dharau. Mimi nachafuliwa huko mtaani, nachafuliwa, naonekana mimi mbaya, eti nawatukana. Mimi mke wangu tangia lini nimeshaanza kuwatukana watu? Mbona vipi mume wangu? Nakwambia yani huko mtaani kumenuka, eti naenda shehani yote anawatukana. Mimi natolea wapi jeuri kama sio kuharibiana swaumu? Watu wanakunywa maji ovyo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jopo mwesikia mwanangu. Nimekuletea, nimepata japo robo na maharagwe. Basi wewe andaa kabisa vipi iftari make muda huu azana tayari. Azana bado. Mimi kwa nadhani azana tayari, kumbe azana bado. Mke wangu na wewe unanifelisha. Na hiyo pesa hiyo. Mke wangu unatupa vibaya pesa hizo. 200 unajua kilo ya haragwe shilingi.
Robo tu bei 3,000. Mbona mwanangu umekuja na maneno mengi jamani? Nimesema uongo kweli, nimeuziwa. Sikuelewi mbona mie. Nimechanganyikiwa yani mpaka nasema robo 3,000 kumbe 1,000. Basi njoo tulie kwanza, nitulie Ala, mama. ngoja mfungue. Watu kunichanganya tu. Watu kunifanyia visa tu. Mimi wapi na wapi kuwatukana wapi? Ala. Mke wangu Ramadhan ni mwezi wa Al-Qur'an, kitabu kisicho na kifan, tumjue wetu Hannan, subhanak ya Dayyan. Insan Mke wangu Sablat. Meme wangu. Vipi, unaelekea wapi sasa hivi? Naenda dukani kwa mua hapo mara moja. Sawa. Sasa mimi nipo hapa ndani, nahitaji nipumzike kidogo kwa sababu huko nilikotoka ni mbali sana. Meme wangu. Sio nisindikize japo dukani hapo mara moja. Mke wangu. Hapo nafahamu hapo dukani ni karibu. Hivyo basi unaweza tu kaenda, mimi nikabaki ndani napumzika. Sawa. Hapo ni karibu mke wangu, sio mvivu, acha uvivu mke wangu. Haya poa. Nenda kapumzike, mimi ngoja niwahi. Haya sawa. Mume wangu. Naam. Hebu toka kwanza mara moja. Vipi, kuna tatizo? Hakuna tatizo, ila nimeona kama ungenisindikiza. Mke wangu, mbona karibu sana hapo? Alafu kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani kwa mume wangu? Unafahamu hii siku ya leo tumealikwa kwa Sheikh Mudi kwenda kufuturu. Hivyo basi mke wangu, inapaswa ujiandae. Ikifika muda wa adhana, tunaongozana tuenda kwa Sheikh Mudi kwenda kufuturu. Kwa Sheikh Mudi? Ndio. Ni sawa. Ila unaonaje ungeenda wewe kuniwakilisha, mimi nikabaki hapa nyumbani? Mke wangu, tambua mke wa Mudi atajisikia vibaya kukosa wewe. Wacha israfu na burdan, kamri shamanna. mke wangu Zaituni. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima mpaka sasa tupo katika mfungo mtukufu wa Ramadhani. Lakini mke wangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Huu mwezi sio wa kufanya masihara. Tambua kwamba unakuja mara moja kwa mwaka. Kuna wengine hawajafika kabisa, hawajaufikia kabisa huu mwezi. Lakini hebu tizama sisi, Mwenyezi Mungu rehema alizotujalia mpaka leo tumefikiwa. Sasa mke wangu, nataka ujisitiri kwa mavazi, kuwaonyeshea na wengine wajifunze kupitia wewe. Na inatakiwa ujikite sana kusoma Qur'an. Bali Mwenyezi Mungu atatufungulia yaliyo mema. Sio, unanielewa? Nataka ujitengenezee mazingira ambayo yatampendezea Allah. Leo umeandaa nini? Tunafutari nini? Tari kidogo tu ndani cha mhogo. Futari kidogo? Unajua sasa hivi ni hali ngumu sana. Hali ngumu sana. Yaani harabwe tu ile nusu kulipata. Shida. Najua mume wangu. Kwa hiyo lazima tuvumiliane na hali iliyopo. Mimi nikiwacha nikapapatue japo tupate hata robo. Fahamu? Tupate japo robo ili na sisi tuonekane tumo katika mfungo wa Ramadhani. Kweli. Mke wangu na kuaminia. Nataka tuvumiliane, tengeneze mazingira mazuri ya kumpendezesha hapo. Usijali mume wangu. Ndio nakuamini na mimi hicho. Nafurahi sana. Shukuru Mwenyezi Mungu. Kanijalia mwanamume mzuri, anayeniheshimu. Kweli kabisa. Hata mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia rehema
na kunipatia mtoto mbichi kabisa, mzuri kabisa. Sawa? Kweli kabisa. Sasa mimi wacha nikalishughulikia hili tupate japo robo la haragwe. Basi hamna shida. Kwa sababu si unajua muhogo huwezi ukaliwa bila kachumbari hata kidogo Kweli kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo wewe ingia ndani huko tunaandaa mambo mengine changanya na vijuisi passion zipo pale. Utachukua kidogo japo 3 koroge tupate juisi. Sijali. Bale Mungu akusaidie. Amina. Inshallah. Mke wangu, inapaswa twende wote ili mke wa Mudi asijisikie vibaya kwa sababu wametoa mwaliko. Inapaswa sisi wote tuwe pale. Unaloliongea ni la kweli mume wangu, lakini kumbuka kwamba hapa nyumbani tayari mimi nishaandaa. Hivi vyakula vya hapa nyumbani atakula nani kama sote tukienda kwa mke wa huko kwa mzee Mudi? Sasa sio mbaya, lakini ila inapaswa tu tuwepo pale, hata tukila kidogo na chakula chetu kipo hapa, tunakuja tunaendelea. Wewe mume wangu, wewe nenda kale huko, mimi nitakula hivi vilivyokuwa nyumbani. Sasa sawa, mimi nitaenda, lakini nilikuwa naomba unitunzie na share yangu. Na mwanaume unachekesha. Nikutunzia na share yako? Yaani uende kwa mzee Mudi ukale. Tumbo shu, uje tena na hapa utake nikuwekee. Wewe mwanaume kituko. Hilo tumbo fuko fuko.